is I love his spirit, resilience na ujamaa bidii bana. Yani anaanguka akiamuka akisonga mbele wachoki. That's the bit that I love about him, and he's here. So before I introduce him, kama uja subscribe pale Mwangaza TV tafadhali finya hiyo kikitu. Mafans wote wa Star Nomas, kindly make sure kwamba if you are watching us kwa YouTube, finya hiyo kidude hapo. Hiyo iko hapa chini. Hiyo sasa finya ama bonyeza hapo subscribe, alafu pia pale kwa kengele pale, itakuwa jambo la baraka sana. Pia Facebook, pia Mwangaza TV, make sure kama umeweza kubonyeza pale, itakuwa jambo la baraka tena sana. Pia personally Mihona Kenyanized niko pale na channel pale pia, na pia utapata interviews moto pale, Rema Simfukwe na wengine pale. Alafu Facebook Mihona Kenyanized. If you are a musician, you know that my number is there. WhatsApp me hiyo number tu, usipige WhatsApp, na mimi nitakuwa na kurespondia nikicheza wimbo wako vile ambavyo unachezea wengine. So I hope tuko pamoja kabisa, itakuwa jambo la baraka sana. So at the moment that we've been waiting for, this man amekuwa kingoja sana hii interview. Hata venye amevaa hiyo nguo hii ambayo utamuona pale, amesema alinunua 6 months ago. Kipanga siku anakuja Mwangaza anaenda kuvaa. This man loves Mwangaza bana. So this man is a gospel minister, anapenda kuimba tena sana, jamaa ambaye anapenda muziki tena sana, very tall. Amesema yeye baada ya soko. Kwa hivyo ladies, Bwana asifiwe, mkiwa pale umeokoka ni nini na usikia roho wa Bwana anakuambia kitu, ni sawa tu, ni ukweli, si uongo. So ladies and gentlemen, I want to bring you the man ambaye anapenda, passion yake ni kuimba na huwa achoki. I bring you one and only Stanley Mwangi. Karibu sana mkuu. Asante sana. Asante sana Mihona Kenyanized. Bana, karibu. Ndio sisi hapa. Hapa ndio tuko bana. Hapa Mwangaza utukufu. Ndio hiyo hapa bana. Nasemanga hapa, we are born to make Jesus famous. Na nasema Yesu anakupenda. Amen. And your future is bright. Amen. Karibu sana bana. Okay, asante. The last time tulikuwa na wewe nilikuwa nimeshinda trophy. Wewe ulikuwa best presenter in East Africa. Yes, best presenter from Mwangaza TV. Mihona Kenyanized. Ndio tunaonana tena leo. Yes. Sana nimeshukuru sana. How has been life bana tangu since then? Okay, life vile tu inakuja, tunapamana tu vile inakuja, because lazima kukuwe na ups, lazima kukuwe na downs, but the grace of God inaendelea kutuongoza na kutulinda na kutupea nguvu na kuendelea kutrust in God, because this life is only about now believing in God and trusting God and obeying God. Then mambo yote inakuwa rahisi. Bro, hatujaoa, ni ukweli kabisa. Aiwa. Ni ukweli kabisa. Ni ukweli. Wow, Yesu anakupenda. Ananipenda sana. Unaoa lini? Karibuni. Mtu wako ama ndio tuombe sana? Na watu wako wengi. Hawajana hawa. Kuchagua tu ni mmoja. Macho ija zoom in kwa watu watano hivi uone ana kama unaliaka anaweza, huyu wa Tieno, huyu anaezelea potential. Wako potential. Angalia sport mwana ule anaomba vizuri, akiomba kwa nyumba yangu inaweza kuwa smart. Yes, ule anafanya roho yangu inakuwa na amani. Akiimba hivi akipita. Ni muimbaji lakini si ndio? Tuseme hivyo. Waimbaji mnapendananga sana. Tunaenda huduma, tunaenda sisi wote. That is good. Karibu sana. Kuzaliwa ni Murang'a wapi? Kuzaliwa mimi nimezaliwa nimekaa Murang'a, nimezaliwa Murang'a, nimekaa Murang'a up to the age of around class 5 hapo, sijui ni 10 ama 11 years. Then nilikuwa nakaa Murang'a na my aunt. Yes. Asalimike sana. Anaitwa Sofia Wanjiro. Yes, and the cousins were my good friends. Yes, kuna cousins akona watoto kadhaa hapo hivyo, but now ni wa grown up. So nilikuwa nakaa hapo, nikaanzia shule hapo kutoka nursery, class 1, 2, 3, 4 up to 5. Then nikatoka huko nikaenda boarding school
Then after nikienda venye boarding ukiwa hiyo class 5 10 years umesharushwa boarding class 5 so then sasa kutoka hapo ndio nilikuwa tukifunga shule ndio nakuja nakaa na my mother in Nairobi. Wow. Kwa hivyo primary ilikuwa gani huko Murang'a? Primary nilisomea hiyo kutoka class 1 hadi 5 nilisomea shule inaitwa Gatheru Primary School. Gatheri ama Gatheru? Gatheru. Si Githeri. Gatheri. Gatheru Primary School. Then from there nikaenda another boarding iko Nyahururu. Wow. Inaitwa Nyandarua Boarding Primary School. Uko kwa baridi huko? Uko kwa baridi. Wow. Nilikuwa napigwa na baridi hadi vidole huku. Zinapata vitu tulikuwa tunaita sausage. Zinafura juu ya baridi. Sausages. Yes. Nikasomea primary hapo up to class 8. Class 8 nikamaliza, nikaenda high school. Kaenda shule inaitwa Ruaraka High School. Ruaraka? Hii huko? Iko huko tu Nairobi. Nikasomea hapo up to form 3. Then nikaenda shule inaitwa Matu High School. Matu? Matu moja hii ya Thika Road huko nikamalizia huko. Wow. Yes. Then kumalizia hapo ndio nikaenda college. Nikafanya course ya computer maintenance and repair. Wow. Hey. Yes. Kwa hivyo ni engineer? Mimi ni engineer kiplani. Computer unaweza cheza nayo ufunge maneno? Naweza. I can dismantle, I can assemble, I can disassemble. Yes, so hiyo field ya IT niko sawa. Niko sawa. Kwa hivyo tuko na IT guru hapa. Yes. Although sasa si hiyo kazi na sasa nafunza. Kufunza nini? Kufunza shule. I teach computer in a school. In a school. Yes, I teach computer. Sasa iko huko Ruiru inaitwa Tumaini Spire School. Tumaini. Yes, I'm a computer teacher. Yes, I teach pupils how to do some basic programming. Yes, I teach pupils how to assemble, to disassemble computers, pole hivyo. And I love it. Nilikuja nikapenda kufunza. Nikakuja hata kurealize kumbe maybe ni kama sijui ni kama Mungu, that was my calling also ya kufunza. Juu nilikuja nikaipenda. Nikaipenda then yes, because I also got another chance also ya kufunza a subject like pre-technical studies. Yes, in junior school nafunza. Yes, so nilikuja nikaipenda. Kufunza ni fun. Wow. Interacting now with the pupils. Yes, they make fun. You make fun together, you laugh. Wakikosea unakuwa mkali kidogo. Unabadilisha sura. Unabadilisha sura. Yes, na we become friends. Tunakuwa friends na wanapita. Ukikuwa friends to them, it becomes easy for them to understand kitu unafunza na kitu unataka waelewe. Wow. Yes. Best moments zako as a teacher pale shuleni kama gani? Best moments as a teacher ni when we are interacting with the children. When I'm in the class and I'm teaching and watoto wameshika exam ikikuja, hata maybe nilikuwa nimeona ni kama ni ngumu, naona kumbe I've not been wasting time. That watoto wameshika kitu ulikuwa unafunza. Wow. I think not only for me, even for every teacher anafurahia akiona watoto wake wenye wanafunza wanapita na wanaelewa kitu wanafunza. Yes, and also interacting. Kuna fun pia. It is also fun if you become friends with the pupils. Inakuanga fun sana. Usikuwe tena mkali sana. Of course lazima unakuwa tough kidogo wakimisbehave. Yes. Unakuwa tough kidogo, unamuonesha njia ile mzuri. Yes, ndio ana realize this is the right way to go. Ana realize there's time to get serious and there's time now to kuwa fun, kujibamba kidogo. Yes. At least your background sasa iko sawa, watu wameshajua tunaongea na nani, tunazungumza na nani. Before to kuja muziki, how was life ukiwa now the only child home? Maisha ilikuwaje sasa hapo? Hapo yes, I've been brought up by a single mother.
and kulelewa na mzazi mmoja, a single mother, na watu wananiambianga ati ni fun, ati is enjoyable, sijui nini. Ati ni fun? Yes. Ati because all the attention iko kwako, ati kila kitu ni wewe. Inaweza kuwa ni advantage, but inaweza kuwa pia there is also a disadvantage in another way, because for example now, tuseme kama mimi niko alone, I want to have, niko na kitu nataka kushare maybe na someone who is close to me, maybe a brother anaweza kuwa close to me, maybe a sister anaweza kuwa close to me. So it becomes a challenge, because now like my mother now, kuna vitu hatuwezi share, obvious, kuna vitu hatuwezi ongea, kuna vitu pia age bracket, pia reasoning yake. Unaona sasa mtu kama wewe, if you are my brother now, kuna vitu nitakuwa free kukuambia, we reason together, kitu kama hiyo. But now kuna vitu hatuwezi reason na my mother, unaona, kuna vitu tu yani. So there is that now, and then you find that people ama watoto wamelelewa na single mothers and single parents, they tend to go out na kutafuta watu wanaweza socialize now. Yes, so it is not easy, it is kuna advantage na kuna disadvantage. Wow. One lesson you learned from mom? One lesson I learned from mom ni kukuwa mtu wa kuomba. Because my mother is aliniombea sana. Ameishi kuniombea sana. So the main reason, the one thing, the most important thing that I learned from her ni kunifunza mambo ya church, na kunifunza kuomba na kujua kuomba, na kunifunza kupenda Mungu. Yes, even though along the way kuna mahali pia nilikuwa nimepotea kidogo, but I used to learn and to observe the way she prayed for me, ananiombea. Sometimes mimi, unajua mtu akiwa teenager, akiwa youth, kuna vile akiwa Gen Z. Sasa hivi ni millennial, bado niko karibu na Gen Z. Kuna vile mtu upotea kidogo, but sasa nilikuwa namuona tu venye ananiombea, ananiambia vile ananiombea. So that is the good thing, most important, that I learned from her. That's nice. Yes. Aya, umetaja mambo ya kupotea, kupatikana. Salvation ilikuja ukiutoshanaje? Salvation okay, hata tuseme mtu, kila mtu uzaliwa kama bado haja confess. Yes. Akiwa kwa mambo ya dunia. Tuseme mimi nilizaliwa hivyo, but foundation yangu ni ya church. Mimi nilianza kuenda Sunday school huko kwenye nilikuwa nimekuambia kwa my aunt nikiwa mdogo, tukiwa wadogo. So foundation ya church kakuwa iko ndani yangu. Sasa nikaenda shule, nikaenda high school, but kuna mahali along the way sasa when nilienda after nimetoka class 8. Unajua sasa mtu akitoka like sisi sasa in our community, sasa ukitoka class 8 unaenda unakuwa mwanaume, kuchongesha kalamu nini unakuwa mwanaume. Sasa hapo mzazi wakufuati sana, so hapo hivyo mambo ya church nikaacha kidogo hapo kwa form nimeingia sasa high school. Nimeingia high school, nimeacha mambo ya church. Sasa nikiwa primary nilikuwa unajua sasa niko mzazi ananifuata tuende kanisa, lakini sasa nimeingia high school. Kuna mtu anakufuata, ni wewe ujifuate. Hiyo hata ile time si ati unaambiwa, lakini sasa unaanza kujiona ni kama umekuwa mkubwa. So unajipatanga hata umeanza kuingia kwa mambo mengine tu, umeingia tu ulevi kidogo, umeingia unapata hata saa zingine imekuingia tudem hivi nini. Of course kidogo tu, unajua ni kupotea kidogo tu, si sana. Tudem kunywa uji yenye president alikuwa amesema. Hiyo uji ya president. Unajipata yenyewe, and sometimes inakuwa ni challenge. Ukiendelea sana inafika to a point juu unapata hata kutoka huko ni ngumu. Ili take how long hii journey ya kupotea
ndio paka kurudi. Okay, sasa hiyo jani ya kupotea hata tuseme ni life. High school, college kidogo, na nikaingia nikaanza kufanya job like miaka ya high school hiyo ni 4, miaka ya college kama 3 hivi, then na miaka ingine kama 3 sasa ya 10 years ulikuwa umejomoka huku hii side. Yes, kitu kama hiyo actually. Like 10, kitu kama hiyo. Yeah, na sasa shetani anakuanga na kudanganya ati unajua shetani hiyo by then anakudanganya ati wewe uko na makosa mingi sana. Unaangalia watu wanaendanga church, watu wako na Biblia. Watu wanaenda church, unaona these people are very holy. So mimi nilikuwa najiambia watu, nilikuwa naambiwa na watu, you need to get saved, you need utoke kwa hii mambo, uache kunywa nini uji na skats hapa na pale hapa na pale hivyo. But sasa shetani anakudanganya, you will not succeed because the devil is a liar. Anakuambia because unajiambia sasa. Mimi nilikuwa najiuliza aje, ndio na feel lenyewe imekuwa burden hii saidi ya kukaa na huku uji hiyo imekuwa burden. Sasa naomba Mungu, naambia Mungu nisaidie vile nitatoka huku. Unaomba Mungu, unamwambia God, I want you to save me, to help me so that I can be able to get out of this life. But sasa shetani na kuna watu bado wanakupreachia. Kwanza I remember there is a lady, mama mwingine, nilikuwa nafanya kibarua KU, nilifuata kibarua KU. So that woman wakati aliniona tu hivi KU nimeingia, nilipelekwa kwa ofisi yenyewe walikuwa wanafanya. So sijui nini aliona kwangu, akaniambia, akaniuliza do you go to church? Kamwambia hapana. Sasa hizo nimeanza tu job hapo hivyo, nimeingia job sasa, nimetoka college ndio nimepata job. Sasa akaniuliza do you go to church? Kamwambia hapana. Kwa nini uendangi? Hivyo tu vile young people wanasemanga hivyo tu. So akaanza kuniambia kila Friday nikienda home ananiambia make sure ukuje church Sunday. Akajua niuliza nakaa wapi, nikamwambia mimi nakaa Githu 44. By then I used to stay in Githurai 44. So akaniambia kuna church anaendanga hapo iko Githurai 44 na ni ACK juu pia mimi nimelelewa na Anglican nikiwa mdogo. So akaniambia ukujange hiyo kanisa. Nikamwambia ni sawa, nitajaribu nikuje. So weekend naenda tu napiga uji zangu. Saturday hivi siwezi enda kanisa. Monday nikienda job ananiuliza ulikuja church? Anamwambia hapana. Kwa nini huko kuja? Ananiambia the next Friday ananiambia kuja Sunday. So alikuwa anaitwa Paulino Mondi. Yes, so huyo alikuwa lecturer KU ama mfanyakazi mwenzake? Okay, nilikuwa nafanya library, alikuwa one of the librarians hapo hivyo KU. So akaniambia kila siku, kila Friday ananiambia kuja church. Mimi naenda tu zangu, weekend siendi. Monday ananiuliza kila, yani kazoea ikakuwa ni Friday na Monday lazima aniulize. Siku moja nikajiambianga. Sasa hizo mimi deep down in me kuna vile naumia because sometimes hata nilikuwa na shindwa hata kwenda job juu nimepitia na huko makunywa uji. Macho imekuwa mazito. Nimeshindwa kuja job. So ikakuwa ni mazoea. Kila siku, kila Monday na kila Friday ananiuliza, ananiambia kuja church. Monday ananiuliza ulikuja? Siku moja nikajiambianga na this woman nini anashindanga akiniambia. Sasa mimi nilikuwa najiona mimi ni mwenye dhambi sana. Naona watu wanakuanga church ni watu very holy. Shetani sasa anadanganya. Unaona? Bila kujua ati grace ya Mungu iko na sisi, we only need to confess. But sasa hiyo ni kitu nilikuja kurealize baadaye. So siku moja nikajiambia da maintain Saturday nikae vizuri, kesho niende hiyo kanisa yenye ameshinda akiniambia. Nione nini nashinda akiniambia. So nikaingia church asubuhi, nikaingia kitia nyuma kwa mlango, kitia nyuma hapo hivyo. In case of anything unaweza chomoka kama umeenda. In case of anything nikisikia kimeumana na chomoka tu hapo. But nikaingia, service ikaanza, ikafika mahali kwaya wanaimba, wakaimba, nikasikia wameimba poa.
Haya, time ya praise and worship session ikafika, wakaimba vizuri, nikasikia vizuri kwa heart. I felt so nice. Na service ikaisha vizuri, nikaona kumbe hata hakuna kitu imefanyika. So after service imeisha, nikamtafuta nikamwambia ndio aone sasa nilikuja, ndio Monday asiniulize mbona huko. So nikaenda nikamsalimia, nikamwambia nilikuja. Akaniambia ulifanya vizuri sana, kuja nikupeleke mahali. Sasa amenipeleka kwa watu wa kwaya. Ananiambia nataka usalimie hao, anataka ujoin kwaya. Nashindwa hizi ni gani tena? Nashindwa sasa hizi ni gani? Ananiambia ilikuwa church tena kwaya. Tena nilikuwa. Achoki. Lakini sasa kulingana na venye nilisikia wameimba vizuri, nilisikia hizo masauti. By then hata sikuwa najua about the voices, but nilisikia wameimba vizuri. Akaniambia lakini time bado hata hujajua kuna gift ya singing. Sijajua. Napendanga muziki tu, juu hata naendanga hata huko kujibamba, ukienda kwa unajipata una dance tu, unafurahia tu muziki. But sasa sijajua, lakini venye wameimba hapo nimesikia, nimevutiwa sana. So nikajiambia because pia najaribu venye nitatoka hii side. Enyewe ndio najua sijakubali Yesu, lakini kama ameniambia niingie, so maybe hapa tu ndio nitabadiliki, ndio mambo itachange. So akaniambia practices inakuanga siku za practices, nikaambiwa. So nikaanza wewe kukuja. Nikaanza kukuja, ilikuwa Tuesdays na Fridays na Saturday. So nilikuwa naimba, nasikia vizuri. Sometimes hata, lakini saa zingine nilikuwa naimba Saturday nafanya practice, nakuwa so excited. Hiyo excitement inafanya nimepitia na huko. So Sunday saa zingine hata nashindwa kukuja. But sasa nikangangana, nikaanza kuomba Mungu. Nilikuwa najipata sasa nikiambia Mungu, God help me. Nataka unisaidie niweze kusimama, niweze kutoka huku. But and eventually Mungu alinisaidia. Alinisaidia nikaweza kukubali Yesu. Na sasa hapo ndio nilianza kuchange. Nikaanza sasa kuingia kwaya vizuri. Nikaingia hata kwa worship team, nikagrow pole. Sasa hapo ndio nilianza kuimba worship team, na realize kumbe naweza imba, I can lead, hapo ndio nilikuja nika-realize kumbe si kupenda tu kuimba, kuna kitu tu ndani yangu. Wow. Sasa hapa hivyo ukajoin hiyo choir, and then the transition ya kutoka hapo kwenda kufanya mpaka song yake ya kwanza ilikuwaje? Kufanya song yangu ya kwanza. Song ya kwanza sasa nilikuja tena kuifanya after like juu hapo pia nimekubali Yesu na nimeanza kuimba. Nitakaa for some time kama mwaka moja ama 2 hivi, then najipata merudi kukunywa uji. Kumbe sababu vita ni mingi. Changamoto ni mingi. Vita ni mingi na shetani afurahi akiona ati wewe unaanza kumsifu Mungu, na mimi sitaki hivyo. So anajaribu every means kukurudisha nyuma. So nikajipata nimerudi nyuma kidogo, and I struggled. Au kwa na mtu wa kushika mkono, kukuombea, kumentor nini? Maybe ni kama kitu kama hiyo. Na sikuwa nimeelewa mambo ya Bible sana vizuri. Juu kuna kitu moja inafanyanga watu wanarudi nyuma kwanza sana, ni kitu inaitwa self condemnation. Yes, self condemnation, na kukosa kurealize that the grace of God and ikona sisi, ati Jesus died for our sins so that we may live, and kukosa kurealize ati tukijipata tumefanya mistake kidogo, that Jesus is there as our mediator. We just pray and seek repentance na tuna forgive you. So I stayed nikakuwa na struggle for like 7 years kitu tena 7 years. Plus is 10.
Hizo 10,000 ya kitambo. Yani wow So hii 7 years unaimba ama uimbi ama sasa hizo siimbi, hata church naendanga mara moja. Lakini kitu tu inaniambia you do not belong to this world, wewe you belong to this spirit of God. Inaniongelesha kila siku inaniambia, nikihata church Sunday moja tu ama mbili, kitu inaniambia pana, you must go to church. You must. Juu sasa ni forces sasa zingine zinakuvuta huku, Mungu anakuvuta huko, but spirit ya God inakuongelesha tu. So nika struggle, hata I lost even job. Hiyo kibarua ya KU nilipoteza sababu ya ulevi. So at around 2019 hapo ndio nilikuja nikarealize, because nilikuwa najiuliza maswali mingi. Niko na very big dreams in life. Niko na dreams kubwa nataka kufulfill, lakini sasa nishatoka kwa Mungu. But sasa so I remember hata kuna mtu aliniambianga, sasa hizo sasa nimerudi nyuma, kuna mtu aliniambianga ati ukiendelea hivi kusiporudi kwa Mungu vizuri, hautaikosa chakula, hautaikosa mahali pa kulala, hautaikosa nguo, lakini hautaiendelea. Na ni kweli, because kama Mungu anataka umtumikie na umserve na unapotoroka, then at around, so nilikuwa na big dreams, nilikuwa najiambia how will I ever be able to achieve these dreams. So at around kitu 2019 hapo hivyo 2020 hapo, that is when I made my decision. Now sasa nikaamua I do not want now kukaa kwa hii life ya hii dunia. I need now to get back to serving God fully committed, bila kutaka kujua kama kuna kitu Mungu ananipea, kama kuna anything, yani hata kama niko na shida, wacha ni serve Mungu nikiwa na shida. It's transactional. Yes. It's relational. Yes. Ichikuwa na serve Mungu atijua ndio nipate. Yes. Nikaamua sasa I want to get back to this salvation na to serve God na kujitolea. But sasa I had a difficult now. Okay, and all this time nilikuwa bado na feel nataka kuimba. So but now sasa I had a difficult now to change, now to decide. Decide ndio, lakini bado kuna nikiamua nikiomba, kuna vile na feel napata strength, nasimama vizuri. Lakini maombi nao pia si rahisi. Nikikosa kuomba najipata nalegea. So kuna show ilikuwa inaletwa na Dr. Ofoneke around that time, around 2020, and so I used to wake up and pray. Sometimes najipata nalemewa. So and this show Ofoneke was interviewing someone. Na this somebody said ati success is a routine. Success is a routine, meaning ati for you to succeed in life you must wake up every morning. Kila siku unaamka, unaenda kazi, unafanya kazi, unajitolea. That is the only way you can succeed in life. Ndio upate kila kitu ya maisha unahitaji kwa maisha. And now this is the time now nilikuwa najaribu tu vile nitasimama vizuri. So nilikuwa najaribu kuomba na najiambia nafaa nikuwe muombaji kila siku. So consistently. Yes, consistent. So venye huyu alisema success is a routine, wimbo yangu ya kwanza ilikujia hapo. Wow. Okay, nilikuwa nimeandika zingine kama mbili kama hiyo yawe, nilikuwa nimeandika, but I was not serious about kurecord na nini. So wimbo hiyo maombi ni silaha ilikujia hapo, because I realized nafaa nifanye, I need to make prayer a routine. So vile alisema success is a routine, so mimi pia nikarealize pia mimi ndio nisimame vizuri in salvation na niweze kupigana na mambo yote ya shetani yenye anafanya nikose kusimama vizuri, na niweze kupigana pia na hii spirit ya kusikia kukunywa uji. So nikarealize hata mimi I need to make prayer a routine. Kila siku nikiamka najipatia time 1 hour ama 1 hour 15 minutes, naomba tu vizuri, naambia Mungu anipe nguvu. And so ikakuja na English, then ikakuja na Kiswahili. Nikasikia English haitoki vizuri. Prayer is a weapon, prayer is not occasional, prayer should be a routine. Then ikakuja na Kiswahili.
ikakuja na Kiswahili ikaniambia nikasikia kitu naniambia maombi ni silaha, maombi si sherehe, maombi ni mtindo. Wow. Yani, maombi ni silaha, maombi si sherehe, maombi ni mtindo. Sasa hapo ndio hiyo song maombi ni silaha ilikujia. Then sasa sasa unaona sasa vile corona ilikuja 2020 sasa corona ikakuja. So ikabaki ni stay in the house, kuna kwenda job, yes, kaa nyumbani. Hata wewe hiyo saa kuna job shule zimefunga, sasa wewe hapo. Sasa hizo hata siko nimeanza kuingia job, siko nimeingia job ya kufunza. Okay. Job nilikuja kuingia baadaye ya kufunza. Juu ile nyingine si iliisha. Sasa niko tu hustle, naenda kwa cyber huko. So ikakuwa stay at home. Sasa hiyo time corona ilikuja March, I remember. Yes. So nikakuwa nikiamka asubuhi ni kuomba. I pray then najiambia wacha nianze kuandika song. Nikaandika songs zikafika 17. 17 plus zile 3 zile nyingine za kwanza zikakuwa 20. Hii ni 2020. Yes. So a friend of mine ako US. So nikakuwa tu na sasa mimi nikaanza kufeel hizi song I need to record them. Kitu tu inaniambia I need to record these songs. But sasa sijui mimi naandika tu just hivyo tu for the sake of writing. Nikiamka nikiomba na feel tu kitu naandika song. Sometimes hata nimelala usiku na feel kitu naandika song. Kuna ile ya kwanza sasa ilikuja through the experience sasa yenye nilikuwa napitia na jaribu hiyo maombi ni silaha. So huyu rafiki yangu tukaanza kuchat kidogo na ni evangelist kwa USA hiyo. So nikamwambia niko na songs nimeandika hapa na najaribu kuona vile nita record, maybe naweza kurekodia kadhaa, maybe unaweza guzo hata uni promote ni record moja. Nikamrekodia songs ngapi video, nikajichukua video songs 2 za English, 2 za Kikuyu, 2 za Kiswahili. Juu mimi nimeimba na 3 languages. So kumtumia mimi na expect sasa ataniambia aje nitakusimamia na moja. Nishika hizi dola. Sasa kitu aliniambia ni ati brother your songs are going to bless the whole world. Mniambia your songs are going to bless the whole world. Sasa nikashangaa aje sasa. Na mimi naandika tu niandike tu hivyo. Na story na ikaishia hapo. Akanyamaza kuongea. So hiyo ilikuwa around 2020 March, April, around April hapo hivyo. So na story kaisha, tukakuwa tunaongea kidogo na mimi nikasema siku nitapata tu nitarecord siku moja. So around December of that year 2020 ndio alinitexting akaniambia, akaniuliza are you still recording? Ile story ya kurecord uliachana nayo ama bado? Kaambia bado iko. And then sasa kitu ilifanya ni realize hii ni gift niko nayo, si kuandika tu na si kuimba, si kunini tu. After sasa nimerecordia hizo song, nimerecordia, nilikuwa naenda nikipatana na mtu hivi namwambia hebu sikiza hizo songs nimeandika, anataka kurecord, usikie vile ziko. Sasa hizo ni kwa simu tu hivi. Naenda hapo nikimpatia mtu nasikiza, ananiuliza na wewe ndio umeandika hizo songs? Sasa one of them ni hizi sasa zenye ziko kwa YouTube. Hiyo maombi ni silaha, My Splendor, Yawe, yes, na zingine 2. So mtu ananiuliza wewe ndio umeandika hizo songs? Namwambia ni mimi nimeandika. Nashangaa mbona ananiuliza hivyo, kwani sikai kuandika songs kama na mimi? Sasa nikiandika I was just writing, kuandika tu. So nikienda kwa mwingine anauliza wewe ndio umeandika ama wewe ndio uliandikiwa? Ni zako. So hapo nikaanza kurealize so kumbe there is something. And that is when I decided nataka do this, kufanya hizi songs professional. So around sasa 2020 December ndio huyo evangelist wa US ndio aliniuliza kama bado nataka kurecord. Na already nilikuwa nishaenda kwa studio nikaulizia pesa ngapi. Unajua, imagine alinitumia 10k. Wow. Alinitumia 10k. The first song to record hiyo 2020. Okay, nilibook session nika record January 2021. So the first song to record maombi ni silaha
nililipia. So from there nikaanza sasa kupambana, kung'ang'ana. Mpaka saa hii. Mpaka saa hii. Hey. And I'm not giving up. You can't give up. You can't give up. What is happening this Sunday, ba? Okay, this Sunday niko na album launch and the blessing of my ministry. Nataka kubless my ministry, nataka kujikanisha na Mungu vizuri, at least ni move my ministry to another level, because I feel niko na burden. I have a burden, and whatever God has put in me is what the devil has been fighting. Alikuwa na fight about before. I want now to put it on, to move it on another level. Yes, kama ni record songs, okay, already niko na songs nimeandika, na nataka sasa kuendelea in another level, so that to reach as many people as possible, to make my ministry big, to mend the heartbroken, to bring peace to the hearts of the people. So this Sunday niko na album launch and the blessing of my ministry. Itakuwa ACK All Saints Dome. ACK All Saints Dome iko Ruiru pale kwa Cairo. Kuna dome nyingine huko Ruiru? Haya, sijaijua. Kunayo. Kuna place wapi ukiingia? Ukifika Ruiru, sijui kama unajua kwa Cairo. Ukishavika, okay, ukitoka na kuna hii side unatokea kwa hiyo wa polisi, na kuna hii side nyingine wapi? Unajua kuna hii side Ruiru campus. Ukifika, ukipitia tu Thika Super Highway, umetoka bypass, umeenda Kehunguro, ukifika Ruiru stage, ukifika Ruiru stage ya stage, the next stage panaitwa kwa Cairo. Kwa Cairo, and then this other side ya kukuja Nairobi ndio KU Ruiru campus iko. Okay, nimeshikanisha hapo. So ukiwa hapo Ruiru campus, pande ya nyuma, ukizunguka uende nyuma. So kama na drive na kuja aje? Kama una drive, kama unatoka pande ya town, unaingia, kama unaingia Ruiru ndani. Niingie Ruiru ndani. Niingie Ruiru, Ruiru ndani, ukuje uteremkie pale bridge. Kuna ka bridge, yes. Upitie juu, uteremkie pale bridge, then upandie hapo KU Ruiru campus, then utapika pale mbele, utapiga kona. Upige kona hivyo uende KU pande ya nyuma. Hapo hivi. So niko na album launch, and I'm inviting all of you. Yes. Na ku-invite Mihona and represent Mwangaza TV family. Yes, so mkuje, bless, tuparikiwe pamoja, and I believe one time Mihona nitakuja hapa nikwambie I was here a day like this, and this is where I am now, because I know God is taking me far. Very true. Hiyo ni ukweli. Hapo kwenda kuomoka. Hiyo ni ukweli. Anavenye ni mtolo hivi. Your ministry is tall. We are going very far. Na harusi tutafanya, utafanya, si tutakuja. I'm not giving up. You should not. Mbona give up? Na mimi nataka kugift hapa. Unataka kuni gift? So Sundays ndio. Kuanzia saa ngapi? Sunday kuanzia saa 8. Kila mtu, nyinyi hata wewe mwenye unanitazama saa hii, karibuni sana. Mungu atatubariki. Kuanzia saa 8? Kuanzia saa 8. Watu kutoka kwa church zao, wakuje ACK All Saints Dome iko pale KU Ruiru campus hapo nyuma, and they will be worshiping and praising. I'll be singing my songs, and other singers will be there. So karibuni sana kutoka saa 8. Wow. Sawa, utatupatia handle zako ndio wenye wanataka kukusupport. Wana kusupport. Sasa you know Betty Bayo died, Yes, so I know, and so unfortunate, but I want to send my condolences to the kindly do. I want to send my condolences to the family, the kids who are Betty Bayo, the family. Mungu wapatie peace na Mungu wa comfort, because mambo yote ni ya Mungu, na kazi amefanya ni kazi inaonekana, na Mungu atusaidie pia sisi tuendelee kufanya hiyo kazi. Thank you. Wow, so utachagua nini moja hapa? Umeamua uende na hiyo. Unataka kuchange? Unataka kuchange? Ameamua kuchange, amesema hiyo hapana. Sawa. Ufungue imeandikwa nini? Ni pesa ama ni shamba ama ni gari?
ama umeandika nini ama nani? Nini soma kwa sauti. Ati highway Betty Bayo. So kuna maneno. So kuna song ya Betty Bayo inaitwa Highway. Utatuimbia, unaijua? Yes, sijui. Okay, na maneno? Maneno. Okay. Imba song ya Betty Bayo. Kuna song anasemanga sia bonga. Inaendanga aje sia bonga Yesu. Sia bonga baba. Kuna hiyo sia bonga bamba. Imba. Sia bonga baba. Sikumbuki maneno. Kumenya kekekere. Nerira mazi juni. Wewe ndio unajua mimi najua tune. Lakini sasa words wewe ndio yafaa ujue mkiko. Words pia zimepotea. Kuna hiyo si ya bonga, kuna jemedari. Kuna jemedari. Alafu kitu be my phone. Highway. And just away but away. Highway. Ama Erengere shine, erengere na wadu, erengere na gaire vindawa. You know that? Siugo sirora, bibi maneno inanipotea. Usijali, Yesu anakupenda. It is bright. Kuambia social media zako, mtu akitaka kukusupport ni nini? Kukupigia simu ama patiana pale social media handle zako. Alafu kunipigia simu. Wa inbox wapatie hiyo namba. Okay. Now, mimi YouTube najiita Stanley Mwangi. Ukitaka kunipata songs zangu za YouTube naenda Stanley Mwangi. Utanipata hapo, utaniona hapo. Utapata songs zangu hapo. View, subscribe and share. Stanley Mwangi. Aya Facebook pia ni Stanley Mwangi. Stanley Mwangi Facebook. Ukienda TikTok ni unajitanga Stachers. Stachers ni STACHERS. Stachers. Instagram pia ni Stachers. Yes, uko kote utanipata. Yes, na namba ya simu. So namba ya simu yangu ni 0718 460 921. Na tafadhali mkipiga simu isikue ya kusumbua, ya kusupport, si ndio? Ya kusupport. Manze God akubless sana. Sunday watu wakuje wa kusupport na Mungu atakuinua sana. Amen. Thank you so much. So tuma salamu hapo kwa watu wenye umetaka kutuma, wamekwambia usipowasalamia watakusumbua. Washaanza kupiga. Haki ya nani? Haya, tuma salamu. So kutuma salamu. Kitu ya kwanza nataka kutuma salamu kwa my church, kanisa yenye nasomea ACK All Saints Tome. Hapo penye tutakuwa na launch, nikianza na mchungaji Reverend Captain Lea Ngiafi. Yes, and my worship team members wote nawasalimia, all the members of the church nawasalimia wote sana. Then nataka kusalimia my family, nisalimie my mother wherever she is, nisalimie Gitakas family ni my family, extended family, sasa the cousins, aunties, wote nawasalimia. Then nisalimie mtu anaitwa Mama Bleso, niambie nisikose kumtaja Mama Bleso akiwa huko Nyeri. Karo Mama Bleso asalimike sana. Then kuna mtu anaitwa Monica M, asalimike sana. Then nisalimie watu mahali nafanya kazi. Hiyo shule inaitwa Tumaini Spire School. Tumaini Spire. Yes. Nikianza na director Madam Shege, nikienda kwa head teacher, deputy, all the teachers, mama wa kitchen wote. Nawasalimia sana. Na wakuje Sunday. Of course, yes. Album launch. Mkikuja mnakuja na kitu, si kuja tu kuombea mtumishi. Yes, wakuje sababu I'll be singing and I'm trusting God atanijaza. Yes, amutatoka bure, hata kwa hati zenyu mtatoka kama mmejazwa.
Mjazo. Kuna mtu amesema atuimbie maneno. Mimi ndio nitakusaidia. Unajua kweli inaanzanga maneno ya kinywa changu wacha watawaliwe na wewe Bwana. Anaitwa Francis Karuki alikuwa amesema hivyo. Maura kwa amesema utuimbie maneno. Sana ndio hiyo. Ndio hiyo. Teresi Wanjiku, thank you very much, na wengine wote tena sana. You guys, you are amazing. Thank you for your comments na kwa support. Mungu abariki tena sana. So thank you so much bro. Tuko sawa? Tuko salama. Na kitu kingine umesahau? Usiseme wameniharakisha wanani nikasahau. Sijui nikasahau. But I think you've done everything. I have done everything. Bora tuenda YouTube wa subscribe na wa share na wa leave comments na nini na kila kitu, na Sunday wakuje wani support. Sunday mkuje. And I'm promising you good things will be coming, and in the near future. Yes, mtaanza tu kuona maneno. Yes, maneno. Yesu anakupenda. Harusi ukosa kuniita nitakuja by force. Lazima nikuite. Thank you. So team kubwa behind the scenes, Maureen, thank you so much. Hapo hivyo kazi smart sana. Umefanya kazi smart leo. Director Max, thank you so much. Asante sana Izo, nimekuona pale umechangamuka bana. Asante sana Magi, asante sana John na watu wote ambao wamekuwa behind the scenes. God bless you. God bless you. Milika ameunda hiyo poster. Mimi ni Wenu Mihona Kenya na hizi pia ni follow pale Facebook, Instagram Mihona Kenya na hizi na YouTube pia. Ingia pale leave a comment, alafu itakuwa ni jambo la baraka tena sana. Mihona Kenya na hizi YouTube, niko hapo na Mungu atakubariki sana. See you tomorrow. Kesho tutakuwa na mgeni hapa, a beautiful woman of God pia hapa. Let me just mention her name ndio mwanza kupia ingia YouTube pale. Anaitwa Mary Angela. Napenda nyimbo zake sana. Mary Angela, I love her songs. Mungu awabariki sana. Tukutane kesho, God willing. Bye bye. Bye bye. Yesu anakupa bright.